Hebu kwanza fanya biashara, tutaongea baadaye. Karibu. Asante, nahitaji nyanya, nazi na vitunguu na viazi. Umepata. Na nini kingine? Na vitunguu 3. Naomba nazi, nichagulie nazi nzuri. Viazi 2. Pata. Shingapi? Hapo mimi nadai shilingi 6,000 mzigo wote huo. 6,000? Sasa na 2,000. Uchukue hii afu babu nitamwambia kupitishia, anakuja kunyoga pale kijiweni, anakuja kunyoga kahawa. Binti, usio na wasiwasi. Mimi nitakulipia. Hiyo hela chukua na huo mzigo chukua. Hamna tatizo. Asante. Jina lako nani vile? Shakira. Shakira. Au. Mtoto mzuri eh? Shakira. Umejuaje? Nitachaje kujua? Umebahatisha. Karibu. Asante. Mimi nipo bwana, napambana na udobi hapa. Poa. Nimetoka sokoni, niko na nipite hapa nikusalimie. Wewe kaida yako tu, ukija ukai. Amna, unajua bibi mkali. Bora hata bibi. Babu mkali hatari. Simba mkali na anazaa. Aya. Mimi napita. Mimi nimenuna. Usinune bana. Aya, mimi naondoka na mwai bibi yangu. Okay, sawa, hamna shida. Baadaye tutaonana lakini. Sawa. Kwa kweli. Bibi Shakira? Be. Shakira yuko wapi? Shakira nimemtuma sokoni. Yaani toka muda aliyokwenda huko kwenye hilo genge la nyanya mpaka saa hizi sijamuona. Hata sijui anafanya nini. Muangalie huyu mtoto. Kumwangalia na muangalia, lakini sasa si nimemtuma? Nisimtume? Bibi, nimeshazileta nyanya. Wewe saa zote ulikuwa wapi? Babu, nilikosa kwa mzee Omari, nilienda kwa mbele. Hata kama ulienda kwa mbele, huwezi ukachelewa kipindi chote hiki. Shakira, sikiliza. Sitaki kufanya mambo yako yasiyokuwa na maana. Usiniletee aibu hapa. Ukienda mara moja unatuma unarudi. Au sivyo utakuwa utoke hapa. Unaniangalia nini? Mwangalia macho yako. Peleka vitu ndani huko. Unataka kuniponza bure. Ukienda huko unakaa. Wow.
Bosi. Salamu alaykum. Alaikum salaam. Vipi nyumbani? Nzuri bwana. Karibu. Mbona nimefanya kazi hujaenda mpaka sasa hivi? Nilikuwa najiandaa kidogo napata riziki asubuhi ili niweze kwenda bosi wangu. Sasa hii kazi nimeifuta na kutuma kazi nyingine. Ipi tena bosi? Nataka upeleke posa kwa mzee Limbalimba. Mbona imekuwa ghafla kama hivyo tena mheshimiwa? Sina kulipa lakini. Au nitafute mwingine? Usitafute. Hiyo ndio kazi yangu bwana. Utakula wapi? Basi haraka nenda ndani kavaa. Kwema lakini. Nakwambia twende. Nakuja. Vipi lakini? Asante. Karibu. Asante za hapa. Hapa kwema. Mbona hai kama moto wa kifuu? Bibi, we na haraka. Nimekuja tu kukupa habari kwamba mume wako amekuja nyumbani kwangu. Kamfuata mume wangu. Wamekwenda kupeleka posa. Posa ya nani? Mume anataka kuoa. Wewe. Na uzee ule, amuoe nani? Unataka mfie mtu kwenye kifua? Bibi we, ng'ombe azeki maini. Upo? Hata kama hii misikio yako wewe ni mizito, umesikia vibaya. Sawa, kama masikio yangu mazito yamesikia vibaya, ila bibi, habari ndio hiyo. Nimeshakupasha. Upo? Kwa heri. Mwangalie kwanza. Mpana, hapa zia sinema. Sasa sikiliza kwa makini sana. Sawa sawa. Nataka nikutume uende kwa mzee Limbalimba umpelekee barua ya posa, sawa? Sawa. Utasema inatoka kwa mzee nani? Inatoka kwa mzee Mboko, sawa? Sawa sawa. Hapa. Sasa barua hamna tahela kweli? Humo kuna hela ndani, na ikipotea humo utanitambua mimi nani. Nitafikisha tu, haina matatizo, na wala siwezi kukuangusha. Basi wewe nenda. Mimi siwezi kuchelewa, mimi nawahi pale. Unasikia? Sawa sawa. Mimi nakusubiria hapa. Usiondoke sasa hivi. Karibu. Salamu alaykum shibana. Wa alaykum salaam. Karibu. Siku bwana. Karibu bwana. Kwema kabisa. Kwema, habari za kwetu? Salama, beza nyumbani. Safi, karibu bwana. Asante sana. Bibi ya jambo bwana. Bibi yako hajambo? Asante sana. Nashukuru kukukuta nyumbani kwako bwana. Wewe umepotea bwana. Juzi nilikuja pale kwenye bao pale, nimekuangalia sikukuona. Sema nilikuja nilikaa kama dakika 2-3 afu nikatoka. Ni kweli. Ni kweli. Ila mheshimiwa, nimekuja nina shida nyumbani kwako. Shida gani tena umeanza wewe? Ile miti bado midogo bwana. Iache ikue ile. Najua wewe unataka mambo yako ya bado bwana. Sawa, lakini sihitaji miti wala kuku kusema nichinje nile na mke wangu. Nataka nilete posa bwana. Mbona binti yangu wenyewe mdogo, isitoshe anasoma. Sasa posa yenyewe posa gani rafiki? Bwana Mboko anataka kuungana na wewe, mwe kitu kimoja bwana. Nataka kuchukua familia yako bwana. Mboko? Ndio kanituma lete posa. Mboko. Basi nipe. Ipo. Kama Mboko? Mboko hana tatizo. Mboko. Mwambie bwana Mboko. Na barua hii mwambie imeshakubalika,
kama naona nafasi atakesho aje atoe mali. Mwambie mshafika. Nashukuru kwa kukubalia. Haya. Asante sana. Mwambie bwana. Saidia bibi bwana. Mimi wala sichelewi bwana. Mkatae mboko. Uko tajiri hapa kijijini. Mashamba, mashine za kusaga. Sasa hivi nasikia anataka kununua gari. Mwanangu amepata bahati huyu. Bibi Shakira, Bibi Shakira, wewe Bibi Shakira, Bibi Shakira. Unamtazama tuta kunisaidia. Afadhali mjukuu wangu umekuja. Posa yako imeletwa. Posa. Posa? Umeshaletewa posa. Nani aleta posa? Subiri babu yako akija atakwambia. Bibi usiniambie bana nijue. Nimekwambia babu yako atakwambia. Nini mtoto? Afu bibi apenda kunipa taarifa tamtamu na niachia nusu. Imekuwaje huko? Safi kabisa. Safi kama tulivyokusudia. Asante sana. Unajua jambo lote la kheri Mwenyezi Mungu lazima alipe kipaumbele kabisa. Kazi kwetu. Sawa. Umenifurahisha kweli leo. Twende ukachukue pesa sasa hivi kule. Sawa? Sawa. Kwa sababu umenifanyia kazi nzuri sana. Haina shida. Twende. Nini nakuona unatoka nyumbani hapo unakukimbilia. Hata hivyo na haraka. Kuna kitu nataka nikuulize cha haraka. Maana niomba hata nisitoke kule nyumbani. Eti ndio kuja kunitolea posa nyumbani? Acha masiara yako bana. Masiara ya nini eti? Na maanisha wewe ndio umekuja nyumbani kunitolea posa. Unamaanisha kuwa umetolewa posa? Ndio, unashangaa nini sasa? Ni nani wakuja kunitolea posa nyumbani kama sio wewe? Mbona mimi sijaleta posa? Shakila. Mjukuu wangu Shakira, mbona wakati mapema sana mama? Usihofu muda ukifika utajua mjukuu wangu. Sasa nataka nimjue. Mimi si nimekwambia muda ukifika utamjua nani kakutolea posa mjukuu wangu. Na wala hata usipate tabu. Ile posa imetoka kwa mzee Mboko. Mzee Mboko ndio anataka kukuoa. Mzee Mboko? Ndio. Babu yule si mzee jamani. Sasa mzee haoi? Yule ni sana wewe babu lakini. Sasa ataka kama mimi hawezi kuoa? Mistaki. Utake utaolewa, hutake utaolewa. Mume wangu. Hebu msikilize mtoto. Kwa nini unamfanyia hivyo jamani? Yule kwanza ni rafiki yako. Na yeye pia anamwita babu. Iweje leo amuoe mtu mzima kama yule? Mume wangu, tafadhali we.
Mimi ndiyo mkuu wa nyumba hii, mnalifuata mimi ninalolisema. Wewe mwanamke, wewe mwanamke, njoo na maji. Wewe mwanaume, ulikuja nyumbani kwetu kunioa, nikakubali kwa kuwa ni mtu mzima. Nikajua nitaishi vizuri kwenye ndoa yangu. Lakini wewe ni ukwenda kunioa mke wa pili. Umeyajuaje hayo? Ulijua dunia haina siri. Mara tu. Sasa hivi nataka kupeleka barua kule. Mara habari zishafika hapa. Mwangalie uso wake ulivyomshuka. Kidonge cha Pilton. Nimejua. Lakini kwani vibaya kuwa mke wa pili? Tumeruhusiwa 4. Wewe wawili tu unapiga kelele. Mimi nitaoa tu. Na huyu atakuja kukaa hapa nyumbani. Wewe wa kwanza, yule wa pili. Ukitaka usitake. Sasa huyo mwanamke aishie huko huko. Humu ndani usimlete. Na ukimleta labda niwe maiti. Hata kuja, chukua maji yako haya. Chukua maji yako haya. Umetia sumu unataka mimi. Kama unajua kama ninywe maji sio? Ili nife. Mimi nitaoa tu. Jinga wewe. Kiboko. Naoa tu hapa. Toto dogo dogo hivi. Huyu huku. Akitaka yaondoke tu. Pumbavu wewe. Odi. Karibu. Okay. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Karibu bwana. Habari za majuzi bwana. Nzuri bwana, karibu. Bibi ya jambo. Ajambo. Anasemaje huyo bwana Kifimbo? Kanituma nikuletee mzigo ule kabisa ule niahidi ule. Kifimbo huyo? Huyo. Kifimbo bwana akiamua kitu anania. Nia nayo kabisa. Sasa ndio show wangu. Sasa bwana mwambie hivi. Hapa kila kitu tayari. Mwambie hata kesho aje afanye ndoa, amchukue mkewe. Hata usiku. We aje tu. Tayari. Salimia bibi bwana. Kila kitu tayari. Haya. Haya sasa. Mambo si haya. Hivi Tesha, unamaanisha ni kukaa kimya, taarifa nilizokuletea ya mama uzipotezee yani? Sio kwamba hajanishtua. Najaribu kufikiria jinsi gani ya kufanya, nakosa jibu. Huna cha kufanya. Nikwambie, leta barua nyumbani. Unamaanisha posa? Ndiyo. Utakavoleta wewe mimi nitapata nguvu ya kukataa posa ile iliyoletwa nyumbani. Basi sawa. Kwani angalia jinsi gani ya kufanya ili niweze kuleta posa nyumbani basi. Sawa? Fanya haraka. Fanya haraka tu saa, maana wewe sasa hivi kawa mkali kama simba. Hataki hata nitoke nyumbani. Sina hata muda wa kukaa. Kwaheri. Wewe umetoka wapi? Mimi sikukataza kutoka huko ndani. Mimi sitaki kubishana na wewe. Sitaki.
au sivyo nitakufundisha. Wewe kwanza mchumba wa watu, wewe unatoka na kwenda wapi? Babu, sitaki kuolewa, nishakwambia. Hata ukikataa, si tumeshapokea mahali. Wewe ni mchumba wa watu, utaolewa tu. Endelea kunilazimisha hivyo hivyo. Nitakachokifanya tusilaumiane. Tesha. Vipi bwana Tesha bwana? Mbona sikuelewi? Kama haupo. Safi bwana. Yaani wewe umekaa tu hapa kati leo kuna mechi kali mura. Toto kabeti bwana, leo mani uko dimbani, mechi kali leo unakwama wapi? Sasa ukisema sasa mimi nakuelewaje sasa? Ndugu yangu amekuja Shakira. Ametolewa posa. Posa tena? Nani katoa? Mzee Mboko ndo kapeleka posa kwao. Mzee Mboko hapa kijijini? Sasa mureo posa mtoto wa watu atakwenda kubaka. Ataenda kumbaka mtoto wa watu amuue yule. Sasa mura hawase wengine wakubarije posa muse kama yule jamani. Hawase wengine amura. Kweli ni tamaa ya pesa tu. Na mkubarije muse kama yule. Ngoja funja kiuno mtoto wa watu. Sasa Shakira anachotaka yeye, mimi nipeleke posa ili aweze kupata nguvu ya kukataa ile. Sasa hapo mura kama mtoto mwenye kakubali. Sasa hapo tatizo liko wapi? Tupeleke posa tuende tukachukua mzigo ule. Tukirembe ule mzee atakuja mbebe ule mtoto. Mzee mwenyewe unamjua alivyokuwa na miera ule ndugu yangu. Tutaweza kushindana naye kweli ule? Tupeleke posa imaima tu tukabebe shemeji aje kaange tembele hapa ndani. Ndugu yangu tafanyaje sasa? Mimi sina pesa. Sasa kweli tatizo. Lakini mwe, hapa muna tatizo kwenye pesa. Tuende tukabeti. Mechi za leo. Mimi nakukesha mechi za leo za ushindi tu. Mani ule wa mwache mtu. Tuende tukabeti mura tunagonga mpunga tunaenda kutoa posa kule. Tukishinda tu, kitita chote tunaenda kumpiga babu. Atomoi. Mwache msoa wa watu ule. Tuende tukabeti. Kajiandaa tuondoke. Tunampa pale Maniu. Arsenal usijiroge kabisa ile timu ile Arsenal wewe. Itakuchane mkeka asubuhi tu. Maniu. Man City mwenyewe sasa hivi tabiriki ndugu yangu wewe. Tumpe Barcelona. Leo. Ushindi. Kajiandae. Hili tatizo hii. Ndugu yangu tukabeti ndo tupate hela posa. Tushindane na ule msee mwenye miera yake ndani. Muhindi mjinga. Atupere ete kwenda Korea. Shakira, hebu njoo kwanza. Shakira, nimesikia kila kitu ulichokuwa unaongea na mjomba. Katika tumbo lake upo wewe peke yako, na isitoshe anakutegemea sana. Huwezi kujua na kwa nini anaamua kufanya hivyo ndani ya moyo wake. Mama mdogo, mimi siwezi kuona ule mzee. Mimi na mchumba wangu na yuko tayari kuja nyumbani muda wote kunitolea posa.
Sawa, nimekuelewa. Inabidi ukamwombe mjomba msamaha na imani atakuelewa. Kweli mamdogo? Ndio. Babu, naomba unisamehe. Najua nimekukwaza babu yangu, naomba unisamehe. Ila mimi sitaki kuolewa na ule mzee babu. Mimi na mchumba wangu na yupo tayari kunioa. Kasha kubali muda wote kuja hapa kuja kutoa posa na ukuomba babu yangu. Nimekuelewa na nimekusamehe, lakini kwa sharti hili moja: hutoki hapa nyumbani mpaka nione hiyo posa alete hapa, la sivyo tutakuwa tuelewani. Mziboko. Shikamoo. Marhaba. Bwana, na mzigo wako hapa kutoka kwa mzee Limbalimba. Inavyosemekana hili jambo kuna mtu kaliingilia kati, kwa hiyo imeshindikana. Kweli. Unacheka nini? Unaribia kila kitu changu. Nani? Nini tena? Shakira? Bibi. Nimeota nimeingiliwa.
Umeingiliwa. Ndoto tu hizo. Mme wangu, saa jingine kweli ona mtoto anavyofanya. Sasa kweli wewe ndoto unaijua ilivyo, wakati mwingine unaota vitu vingine ambavyo havipo. Hii ndoto tu. Mko wapi sasa mtu wenyewe? Hasa ndoto hivi kama kweli, maana siku nyingine kuna midudu mibaya, saa nyingine usiku. Saa nyingine mtoto ndio amekuja kumharibu hivyo. Sasa yako wapi? Haya basi lala mama. Hizo ni ndoto tu. Lala tu babu. Basi. Ndoto hiyo tu babu. Kuna kuoga maji jamani mtoto. Lala babu, ndoto hiyo. Ndoto ndio, lakini yuko vibaya, uone. Sasa si ndoto alikuwa anaota kama na hiyo, hata usiwe na shaka babu. Hiyo ndoto tu. Basi mjukuu wangu. Au unataka kutoka nje? Basi lala. Jamani, mambo gani haya yanakukuta hivi? Mke wangu, ndoto zingine zinakuwa hivyo. Basi ndio. Sasa labda wasiwasi tu. Sio, saa nyingine madudu mabaya. Haya lala mama Lala. Au mimi nilale naye huko? Utalala naye siku ngapi? Au leo tu? Yangu naye twende. Twende. Kama nilivyokuambia, nimeota nimeingiliwa. Shakira, ni ndoto tu mama angu, usiwe na mashaka kiasi hicho. Sawa, ni ndoto, lakini nimeamka asubuhi nimejikuta niko tofauti kabisa na siku zote. Mwili uko tofauti, kuna mabadiliko kwenye mwili wangu. Ni kweli Shakira, lakini sioni sababu ya kuwa na wasiwasi kiasi hicho. Ni ndoto ndio, lakini mpaka nimepoteza usichana wangu. Umepoteza usichana wako? Naitwa, tutaongea baadaye. Shakira, unaumwa? Mbona nini? Bibi Shakira, Bibi Shakira, hebu njoo. Hebu mwangalie mjukuu wako. Anaumwa huyu? Mimi na mashaka naye huyu. Ana nini? Huyu mjamzito huyu. Sasa hivi ujiandae, mpeleke zahanati akapimwe. Sawa. Unajua mimi muda mrefu sana hili nilikuwa nalijua, lakini nilikuwa nataka nipate uhakika. Tizame macho yake haya. Wewe mtoto wewe. Haya, haraka sana. Nenda kajiandae ndani huko. Mbavu, twende hospitali.
Mmerudi? Niambieni habari za huko. Ni kweli mjamzito mume wangu. Haya, wewe niambie. Mimi nilikukataza hapa usitoke, lakini unatumia ujanja wako, unatoka unakwenda kwa huyo mtu wako unayemtaka wewe, halafu matokeo yake anakupa ujauzito. Sasa hapa ukae, inuka uondoke, nenda kwake huko. Mume wangu, lakini ni kweli mtoto si alishasema kwamba ni ndoto? Tena hata mimi pia amenihadisia huyu mtoto aliingiliwa, akaiwa usingizini, kaota anaingiliwa. Inawezekana ikawa ni kweli mume wangu. Ndoto? Ndoto ikupe ujauzito? Ndoto? Huyu mtoto mpumbavu na we mpumbavu. Kwa hiyo nataka kumtia kwenye upumbavu wenu. Mimi siwezi kukubali hilo. Tangu lini wewe ukasikia ndoto ikampa mtu ujauzito? Na nakubali. Sasa nasema hivi, wewe huyo aliyekupa ujauzito, nenda. Kama ni ndoto, nenda huko kwenye ndoto yako. Ondoka. Sasa anakwenda wapi? Na kuuliza mume wangu unipi jibu. Anaondoka anakwenda wapi? Huyo ndio anayejua anakokwenda. Yule aliyempa ujauzito ndio atakokwenda kwake. Wewe unamjua? Huyo aliyompa hiyo mimba unamjua au alishawahi kuja hapa tukamuona? Anayemjua yeye, sisi hatumjui, lakini yeye anamjua. Babu, nitende wapi mimi babu? Nenda kwa huyo aliyekupa ujauzito. Babu, sina baba mimi. Sina mama. Na nyie ndo nawategemea, mimi nitende wapi? Wewe umekataa mtu ameleta posa. Halafu wewe unasema unamtaka huyo unayemtaka wewe. Vunjia heshima. Mimi sikubali hapa. Wewe utakwenda kwa huyo aliyekupa ujauzito. Inuka. Ondoka. Fungasha vitu vyako, ondoke. Mume wangu, tunamtupa mtoto. Huyo mwanetu, mjukuu wetu, tukamchanga tuko naye. Sasa hivi leo unamtaka umtupe mtoto aende akaumia au aende akafe. Hana baba wala mama. Na maana kweli mamake angekuwepo ongeza kutamka maneno haya. Uko na kukwenda akifa mume wangu. Huoni kwamba tumepata hasara na sisi hatuna mtoto na huyu ndio mwanetu aliobakia. Hivi na wewe unakubali ndoto inaweza kumpa mtu ujauzito? Wewe umri wako wote umlishasikia habari hizo? Ndoto. Sasa unamwambia aende kwenye ndoto wapi? Atajua yeye sasa. Yeye si anatuongopea kwamba yeye ndoto. Sasa kaole huko kuna ndoto. Huyo anatuficha. Nimesema ondoka. Sikuntia aibu. Yaani kwa ulichoniambia nikuvumilie mpaka tufunge ndoa, leo unaniletea mimba afu nataka kuniaminisha eti mimba ni ya ndoto kweli? Tesha, niamini ninachokwambia. Sina mwanaume yote zaidi yako wewe, na ni kweli mimba nimepata nikiwa ndotoni. Basi huyo mtoto atazaliwa nabii, na mimi siko tayari kuishi na nabii nyumbani kwangu. Tafadhali ondoka, usitake nitumie nguvu. Shakira, bibi aniamini, babu aniamini, hadi wewe Tesha uniamini. Ondoka, toka.
nilikuwa mzito kukuoa wewe. Unasema mambo ya kipumbavu mimi? Ndio tuliona wapi? Pole sana Shakira, rafiki yangu. Natamani sana kukusaidia, lakini siwezi. Wewe mwenyewe unamjua mama yangu. Lakini umenivunja sana moyo Shakira. Umekatisha ndoto zako. Hautafanya tena mtihani mwaka huu. Dada, dada, vipi? Mbona uko hapa? Shikamoo. Marahaba. Mbona uko hapa vipi? Tumbo linaniuma na njaa.
Pole. Umetokea wapi? Subiri kwanza. Ai. Shika. Pole pole. Ai. Pole pole. Pole mwanangu. Asante mama. Shikamoo. Na wanaume Tushazoea mama. Ibra, hebu njoo mara moja. Nenda kaniamshie. Kaniamshie mgeni yule. Mgeni? Amelala, kaenda kamwamsha, ana hali mbaya. Sawa mama. Dada. Dada. Naitwa na mama. Ukapata chochote kitu, unaweza ukaja. Najua sasa hivi umepumzika, chovu umeisha, nadhani tunaweza tukaongea. Haya, hebu niambie bibi, natokea wapi na unaitwa nani? Mimi naitwa Shakira. Wow, jina lako zuri. Naishi Vianzi. Vianzi? Vianzi mpaka Morogoro hapa, ujue ni mbali, masaa 4. Umetumia usafiri gani? Nimetembea kwa miguu. Haya, niambie mjukuu wangu, kutoka Vianzi mpaka Morogoro ni safari ndefu sana. Haya, niambie unakwenda wapi? Kiukweli sijui napoelekea. Hujui unapoelekea? Kivipi? Au una tatizo gani? Au kipi kimekukuta? Kimekusibu nini? Bibi, nimefukuzwa kwetu. Umefukuzwa kwa tatizo gani?
Tatizo lipi mpaka wakufukuza? Hebu niambie bibi, acha kulia. Niambie kwanza. Nilibakwa pia na ujauzito. Umebakwa, una mimba. Ni nani aliyoweza kukufanyia kitendo kama hicho? Unaweza kuniambia? Nilibakwa ndotoni. Pole sana, usiwe na wasiwasi mjukuu wangu. Mimi nitakusaidia, nimeshajua kila kitu. Sawa eh? Nenda kapumzike, usilie, usilie, nyamaza. Nenda kapumzike, mimi nitakusaidia. Jisikie uko nyumbani, sawa? Nashukuru. Pole sana, usilie. Shakila, pole. Asante. Naomba basi nikusaidie. Acha tu nitakata. Tangu umeanza. Naomba bana nimalizie. Sawa? Nitakata. Watu wanatumia kuogelea huko bwana. Na baadaye nataka nije nivue samaki huko. Aya, tuondoke. Nitaibeba. Utaweza? Ndio maana nimekuambia nitaibeba. Tunapoenda ni mbali ujue. Mambo Ibra. Poa, vipi? Safi. Kupendezana kama mke na mume. Asante. Napenda siku moja iwe hivyo.
umemtusha mwenzio ndo afu unarudi mikono mitupu. Mama anafanya mazoezi huyu. Sikiza nikwambie mwanangu, unaposikia mwanamume kiongozi, uongozi ni kumsaidia mwenzio kazi. So unamwacha yeye anabeba ndoo afu unatembea mikono mitupu. Mtue sasa, unashangani? Mama kataka mwenyewe huyu bwana. Nikusaidie? Hapana. Acha tu bwana. Wewe ndo umetoka nalo huko kisimani paka hapa. Kazi inatosha. Ana hata huruma, usimwendekeze yule. Mwanzo atakuachia kila kazi. Keshaona sehemu ya kupumzikia. Hivi mme wangu, we mwenyewe unaona uko sawa kabisa, unafakamia tu matonge, hujui mtoto yuko wapi. Na unaona raha kula bila kumuona yule mtoto. Sasa chakula kula uhai bwana, bila kula utaishi. Kwa hiyo unafurahi hivi tulivyokaa kama wagumba hivi? Unaendelea kula bila kuwaza mtoto mzima au kafa. Mtoto mmoja tumeachiwa na mtoto wetu amekufa, ametuachia yule mjukuu toka mdogo tumemlea mpaka kakua. Mme wangu uko lazi yule mtoto kumpoteza? Au wewe ulifurahi mamake alivyokufa na huyu mtoto muue naye vile vile asionekane hapa nyumbani? Yangu useme maneno kamaliza kila siku narudia hilo hilo bwana. Wewe umekula njama na huyo mwenzio Mbakola ili mniuie mtoto wangu. Mzee mbaya wewe. Tena adui mkubwa, sitaki kusikia maneno yako unaongea mbele yangu. Unaongea umalize, lakini wewe humalize. Wewe yule mtoto mmemla nyama. Sasa mimi nakwenda kumtafuta. Tutamtafuta, tutampata tu. Wewe unajua kualiko kama mzima. Sasa mimi naondoka hivyo, nakwenda kumtafuta. Tizama yule mzee, ningejua nisingeolewa na mtu mbaya kama huyu. Mmemla nyama mjukuu wangu, nyinyi watu wabaya sana, maadui wakubwa nyie. Shakira. Ibra. Vipi, mbona uko peke yako? Nimepumzika. Na maana sehemu zote za kupumzika hujaona mpaka hujapumzika peke yako huko kweli? Napapenda huku kwa sababu ya miti, kuna hewa nzuri. Lakini Shakila, napenda unavyonitazama. Hakika kila mwenye kuona na kutambua kilicho kizuri basi ataona uzuri ulionao Shakila. Naomba nikwambie kitu.
Mimi nakupenda. Imekuwa mapema sana. Ningeomba unipe muda. Sawa. Lakini unaweza kuniambia ujauzito ni wa nani? Shakila, vipi, umechoka? Kawaida. Pole. Naomba kutanguliza samahani kwa swali langu la jana. Naonekana nilikuudhi sana. Hilo mbona lishapita? Mimi nishakusamehe. Kweli? Nisige kusindikiza shambani. Lakini kuna ombi moja nilikuomba jana na ukaniambia kwamba utajifikiria. Ninaamini umeshajifikiria vya kutosha. Unajua mapenzi yamezaliwa siku moja tu, na hizi zote zilizosalia ni kwa ajili ya kuboresha tu mapenzi. Na hata wewe nilipokuona siku ya kwanza nilitokea kukupenda. Ninaamini umeshajifikiria vya kutosha na majibu yote mawili unayo, na nipo tayari kuyapokea. Sawa, lakini niahidi kitu kimoja. Sitaki tufanye kitu chochote mpaka unaidhihirisha upendo wako. Unamaanisha nini? Mpaka tutapofunga ndoa. Usijali kuhusu hilo. Na hata mimi mwenyewe napenda sana iwe hivyo. Lakini ninaomba moja. Naomba unibusu. Nibusu basi hapa. Ungwa. Nilikuwa hapo nyuma mara moja. Wewe unajisikiaje sasa? Safi za ulipotoka.
Umeiona hiyo? Unaichemsha, maji yake unakunywa, ila usiku wakati wa kulala, sawa? Utakapokunywa hiyo dawa, majibu yatapatikana. Na huyo mtu awe nani, tunamjua hatumjui, lazima atazalilika. Awepo hapa asiwepo hapa, lazima azalilike. Sawa mdogo wangu? Sawa, nashukuru. Wakati wa kulala ndo unakunywa, sawa? Nakusisitizia hivyo. Vipi? Unafikiri bila kupasua tutapikia nini? Mbona umetoka saa hizi? Na jambo nimetokwa na uchafu na damu. Sasa sijui itakuwa ni tatizo lingine hilo. Kwanza nimshukuru Mungu, hauwezi kuwa na tatizo la aina yoyote. Hapo dawa imeshafanya kazi. Sasa hivi mdogo wangu umerudi kwenye hali yako ile ya zamani, uko msafi kabisa. Sasa nikwambia kitu, muda huu ndio muda kwenda kuona wazee, bibi na babu. Hapo ulipo huwezi kutokewa tena na tatizo la aina yoyote, kwa sababu huo ujauzito uliokuwepo nao ulikuwepo ujauzito sio wa kawaida, ni ujauzito wa kichawi. Kwa hiyo ungekuletea matatizo na madhara makubwa. Kwa maana ulivyotoka hivyo, sasa hivi umerudi kwenye hali yako ya kawaida. Sawa mdogo wangu? Sawa, nashukuru. Nikwambie kingine. Sasa wakati huu uende ukaone wazee nyumbani. Babu na bibi walikufukuza kwa ajili ya hasira tu, mimi najua. Saa hizi uko na wasiwasi, nenda ukaondoe wasiwasi. Umesikia mdogo wangu? Najua sisi wazee tena huko, bibi yako hali wala halali. Wali nakwambia utaenda kuona ukifika. Sawa. Usijali mama, wewe nenda nyumbani na mimi sintobaki kulifumbia macho li jambo. Nitapambana na kuhakikisha nimekuja nyumbani kwenu kukoa. Basi unanipenda? Basi mimi nitafika nyumbani kwa wazazi wako.
Ndio hivyo, aliaibika. Unajua kuaibika gengeni pote pale, yeye story ni yeye upo. Aliaibika, aliyataja mabaya yake yote. Oh, nilimfanyia ubaya mtoto wa mjukuu wa fulani, akaanza kukutaja pale watu. Aibu. Mzee yule alipigwa, alipokea kipigo, wengine achwe, wengine auawe, sijui hata alitokea wapi. Mtu akafika pale akamwagia petroli, kiberiti akateketea. Hamna kutoa mguu wake kusogea pale kumsaidia, hamna hata huyo. Kila mtu anatizama tu. Aibu yote 9-10. Bwana wako lilimshuka shu, akaa akiniona njiani anajishaua, oh, shemeji. Nikampigia stop. Ushemeji uliishia pale ulipomtimua shoga yangu, ndio shemeji ulipoishia mimi na wewe. Kwa maana hiyo shemeji ndio umekufa. Ndio hivyo. Haya bwana, ila malipo ni hapa hapa duniani. Haya, mimi nitasonga. Nilivyosikia tu upo na nikaambiwa umepita njia hii, nikajua moja kwa moja kwa Zari, nikaamua kufuata. Nimeenda kumtembelea rafiki yangu kwa sababu nimemkumbuka. Nimekukumbuka sana sisi. Mimi pia. Lakini Shakira, nilikuwa nahitaji tuzungumze kidogo. Kuna kitu kipya cha kuzungumza mimi na wewe? Ina maana hujui cha kuzungumza mimi na wewe kweli? Nakumbuka ulishai kuniambia hutaki mtoto nabii. Mimi ni mama nabii. Kwa hiyo sitaki tufuatiliane, usizoee. Ukiendelea kunifuatilia utaona mbili. Nini? Sio kawaida yenu. Kuna kitu kama mlikuwa mnakizungumzia hapa? Hapana. Hakuna kitu. Mimi nawajua. Ndiyo nini?
Na ni kweli mjukuu wangu, hapa kuna kitu tunakizungumzia. Kitu hicho mjukuu wangu, umepewa barua, imekuja ya posa, unataka kuolewa. Nani alileta posa? Mama Ibra ameleta posa kwa ajili ya kijana wake. Wewe si unamjua huyo? Nishamkumbuka. Sasa si ndio kule ulikokuwa unakaa? Sema kweli mama. Sasa tuijibu vipi? Umekubali au hutaki? Fresh babu. Nini sasa hivi? Mimi najua huyu mchizi. Fresh nini? Si ndo nimekubali. Si ndio hapo aseme nimekubali, lakini fresh babu. Huyu atanitoroka huyu. Na anakutoroka kweli huyu. Kwa hiyo tayari turudishe majibu kama umekubali. Sasa mambo ya fresh mimi